Good afternoon, ladies and gentlemen. Leo nimekuja tubonge issue ya siasa kiasi. I want us to tackle some smaller bits in politics. I want to show you how Stephen Kalonzo Musyoka will win a clean sheet come 2027 if he plans his politics well. I know I might differ with some of you, but let's talk with facts. This guy can win a clean sheet come 2027 if he will plan his politics well. First of all, I go by the name Ben Star. Here we post about news, what is trending, politics, and everything that it's happening around. Yeah, let's now deal in our conversation. Today I prefer if we can speak in Swahili so that this video can be heard across the country. So, leo nataka tuone vile Kalonzo Musyoka anaweza win a clean sheet come 2027. Wajua sahi, if you are not aware, kuna coalition sahi kwa the formation. Inaitwa the Menga Alliance. This alliance iko na wanasiasa young, wanasiasa wako na sauti, wanasiasa wanasikizwa sana na Wakenya, and even the former president Barack Wile Alliance. Inaitwa the Menga Alliance. Mtu mmoja ambaye kwa hiyo alliance ni former DP Rigathi Gachagua. As you know right now, Rigathi Gachagua was moderate pale Mlima Kenya. This man is being listened pale Mlima Kenya. Huyu jamaa amekuwa vocal kutoka ibichiwe, amekuwa very vocal. Remember, alikuwa anajiita the truthful man, na he did. The man is. Alikuwa anabonga zile vitu zina affect wase hapa nje. Kama ni kitu wenye government hakufanya na inafinya wase hapa nje, hakuwa na hiyo fear ya baada ya kujua government alikuwa na just ana speak out. So I don't want to say hiyo ndio ilifanya tolewe, but wakati ametolewa hapa nje tumeona zile vitu amekuwa kilik about what government was doing, what government is planning to do, what government is doing. Unaona amekuwa so vocal hapa nje. So Rigathi Gachagua is one ya wale wase wenye kwa hiyo Menga coalition. Na ujue huyo jamaa amesema atakuwa kiloji his political party, na mwezi wa 5 atakuwa amepeana mwelekeo kwa watu wa mlima. So West adarate Rigathi Gachagua, so he has a big following. Kuna watu wengi sana wako nyuma yake. Hata ukiona juzi alikuwa Machakos Sukamani, na wale vile watu walimreceive hata without Kalonzo Musyoka. Na ukiona vile huko kwa Mlima Kenya amekuwa na mfuto, amekuwa na crowd imekuwa ikimu-appreciate. Akienda mahali function, umeona crowd ikimshia. So Rigathi Gachagua ako na numbers, hiyo na hatuwezi kataa. Tukiachana na Rigathi Gachagua, tunaenda mtu wa pili. Mtu wa pili ni Kalonzo Musyoka, ambaye ndiye anapigiwa upato sana akuwe flag bearer wa hiyo coalition. Kalonzo Musyoka amekuwa in politics
since the time of Moi. He has been doing his campaign. So the name Kalonzo Musyoka, it's widely known across the country. So Kalonzo, remember in 07 Kalonzo alikuwa amesimama kiti ya president. He got like 800,000 votes. So kama 07 alikuwa amepata kura 800,000, sasa hawezi kosa, wewe sema ati hawezi kosa milioni zake 3 watu wako nyuma yake. Ukambani they say we have like 1.6 votes. So ukipata hiyo femu yake, Wakamba wakimpigia 1.6, hiyo femu yake ikimsaidia tu apate another 1.6, si unapata, so unako almost 3 million. So wes estimate, so unapata Kalonzo akona kura zake, pia akona, yes, his numbers. So tumesema the first person ni Rigathi Gachagua, the second person ni Kalonzo Musyoka, the third person ni Uhuru Kenyatta. So you know Uhuru Kenyatta is the tycoon. Now Uhuru Kenyatta has been in the previous government, being the former president. So what goes on around, anajua hizo tactics za politics. Boy wanacheza chini sana, but kama anaweza jitokeza na acheze siasa zake openly akiwa na msupport Kalonzo Musyoka, you guys, it might surprise you. Uhuru Kenyatta, unajua amechaguliwa na watu wake for 2 times akiwa president wa Kenya. So inamaanisha bado akona namba za watu wenye bado wanamfuata. Although wakati wa the previous campaigns, wakati alikuwa anapigia Raila upato, hatukuona hiyo approach, hatukuona ile kujitoa zaidi kumkabenia pale crowd kwao. But unajua kitoa mse kama Kalonzo Musyoka, wanasemanga Wakikuyu, wanasemanga ni mashemeji wa Wakamba. So unapata ile ground haitakuwa ngumu sana, juu atakuwa na kabenia Kalonzo Musyoka, na Kalonzo is there. Kalonzo supported the former president, late Mwai Kibaki. Kalonzo was there even when Rigathi Gachagua was being impeached. So unapata Kalonzo amekuwa nao wase, hajakuwa akiwatupa sana, unaona. So Kalonzo, Uhuru akiwa amepeleka Kalonzo pale, itakuwa hiyo siasa itakuwa ngumu sana kwake. Mtu mwingine ni Fred Matiang'i. Mtu wa ine sasa ni Fred Matiang'i. So unajua the former CS for Idiria in the previous government. Huyu jamaa unajua amekuwa very vocal, as you know very well. Gen Zs walikuwa na mwendose Matiang'i akuwe flag bearer 2027, that is. So wakati waliona Gen Zs wana mwendose Matiang'i, so that can be an advantage to Steve Kalonzo Musyoka. Juu kama Gen Z wanaweza kuwa na msimamo, waseme wata support where Matiang'i is, you see now itakuwa advantageous kwa Kalonzo Musyoka. Itakuwa ni advantage kubwa sana kwa Kalonzo Musyoka akiamua, wase wakiamua watasimama na yeye. Unaona, wase wote wa Gen Z wakiamua watasimama na Fred Matiang'i, utapata Kalonzo Musyoka atakuwa na advantage kubwa sana ya kuchukua kura za mayouth. And that will happen kama mayouth walichukua kura na wajitokeze in numbers kupiga kura. Another person after Fred Matiang'i ni Jimmy Wanjigi, the tycoon, you know. Jimmy Wanjigi is very vocal, especially in Mount Kenya.
na Jimmy Wanjigi being the tycoon, utaona atasupport Kalonzo Musyoka kufanya kampeni zake mashinani kila mahali. That is, unajua kukabeni ya kiti ya urais sio rahisi bila do. Ndio maana mtu kama Uhuru Kenyatta akiwa pale na Jimmy Wanjigi akiwa pale, Kalonzo atakuwa well funded kufanya siasa zake mpaka kwa grassroots. So Jimmy Wanjigi is very vocal na mfuko wako sawa. Kwa hivyo akifund Kalonzo aingie kila mahali, itakuwa rahisi sana kwa Kalonzo ku reach out watu wengi sana. Another person ni Martha Karua. Martha Karua is not vocal in a place or in a region, but unapata bado ako na following yake. Martha Karua ni msee amekuwa kwa politics. Huyo Martha amekuwa kwa politics for a long time. So uweze maana na basi zake. Akileta ile kura tu ataleta kama ataleta tuseme 1 million ama 500,000. Utapata itakuwa imeboost Kalonzo kiplan. Unaona? Haya, tuache hiyo. Tuende kwa Natembeya. Natembeya, we know is the governor for Trans Nzoia. Natembeya ndiye mtu amekuwa focus sahi upande wa Western, despite the obstacles, but the guy is very vocal now as we are talking. He is very vocal. You cannot underrate Natembeya right now. Since the time he was an inspector general, the guy started gaining fame. Hiyo wakati alikuwa inspector general huko upande wa Rift Valley huko. Hiyo fame yake akaenda kwa politics, na tukaona wakati alianza kampeni za ugavana wa Trans Nzoia, aliwin to a clean sheet. So Natembeya is one of those who are in that mega coalition, mega alliance. Hiyo yenye iko na process ya kuformiwa before 2027. Another person ni Babu Owino. You know very well Babu Owino, hii ground yake inakuwa 250. Ground ya Babu Owino huwezi ya direct. Babu Owino is the man mwenye anaongea na confidence, mwenye ambebelezi wase. Kama kitu haipeleki fiti, yeye anasema tu openly. Sio wale wase eti wanaogopa kusema ile kitu na affects my youth, ile kitu yenye gava ifanyi poa. Umeona hata ni leo ama ni jana amejitokeza kwa maandamano ya madaktari. So ground ya Babu Owino since day one imekuwa tu fiti, especially in Nairobi and in Nyanza. So Kalonzo akijari, kama Kalonzo mko taenda kusaidia ashike huyu msee Babu Owino mkono vizuri, na Babu Owino ajitoe waende na Kalonzo Musyoka kila kwa grassroots, utapata Kalonzo will be lucky na ata win a clean sheet come 2027. Another person is, and before we go to another person, Babu Owino amedeclare kusupport Kalonzo kwa roho safi, na ametangaza yeye aungi Raila Odinga mkono tena. Amesema hakuna haja ya kushinda kusaliti wenzako. Yeye ametangaza yeye anaunga Kalonzo Musyoka kwa ile msimamo Kalonzo amekuwa nayo. Kwa ile msimamo Kalonzo Musyoka amejitoa mara 3 kusupport Raila Odinga. So it is now confirmed that Babu Owino will support Kalonzo Musyoka come 2027 without fear. That is now officially confirmed. You see that? You see that? So kama Kalonzo amesha pata mse kama Babu Owino, hiyo ni advantage kubwa sana. Kuna mtu mwingine ambaye ni Edwin Sifuna. Edwin Sifuna
Saidi ya Secretary General wa ODM, but hata ameonyesha wazi kuwa ana support Kalonzo Musyoka openly, is very openly, na ametangaza wazi kuwa yeye ana support Kalonzo Musyoka 2027, hataki mambo ya baba. Unaona? Na Sifuna uko pande ya Western anasikizwa sana, especially in Nairobi pia ni very vocal. So Kalonzo akipata mse kama huyo ni advantage kubwa sana kwake ya kunyakua hii kiti come 2027. Another person ni Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa is not vocal in his place, but unajua mse hawezi kosa following yake. Lazima tu kuna kura zako kiasi unakuwa nazo. Yeah. Another person ni Peter Salasya. Vile umeona currently Peter Salasya sasa yeye ndiye anashare, people are sharing a team whenever he goes, even when he talks, yeah, he's a gentleman. Huyo msee Saidi anashika ground ya mayouth. Je, aongopi? Hata umeona juzi wakati Raila ametoka anaanguka EU, yeye ndiye msee amekosoa baba bila uoga na kumwambia wewe haujakuwa na wasee. You have not been there for youth. You have not been there for Kenyans. You have been there for yourself and for the government. Huyo ndo msee amekuwa akiaddress baba bila kumwogopa. Unaona? So Peter Salasya akiwa nyuma ya Kalonzo Musyoka ni advantage kubwa sana. So if this Grand Mega Coalition, which is under formation, and I will repeat the names of those who are in that Grand Coalition: Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Uhuru Kenyatta, Jimmy Wanjigi, Martha Karua, Natembeya, Babu Owino, Sifuna, Eugene Wamalwa na Peter Salasya. Kama wasee watajialign tu fiti na wapange siasa yao tu poa, may I tell you, it will be a clean sheet for Kalonzo Musyoka come 2027. Tufanye tu hesabu rahisi. Uhuru Kenyatta alikuwa na win na kura milioni 8. I'm sorry, I don't have the pen here. Uhuru Kenyatta alikuwa na win. Waje tuchukue kalamu hapo hivi. Uhuru Kenyatta alikuwa na win na milioni 8. Hiyo wakati alikuwa na win na milioni 8. Tukichukua mse kama Rigathi Gachagua, Wakikuyu wakati walikuwa wanapigia Ruto, walipigia Ruto milioni 4. Sasa hata wasimpigie milioni 4, wampigie milioni 2.5. Wakimpigia milioni 2.5, Kalonzo Musyoka sasa Ukambani lazima kura zimefika milioni 2. Ukambani wampigie milioni 2 for example. Hiyo ni milioni 4. Tukieka mtu kama mse kama tukieka Natembeya, tukieka Natembeya, tuweke Edwin Sifuna, tuweke Eugene Wamalwa, hao wanatoka pande za Western. Western wakipigia Kalonzo Musyoka only 500,000 ukiongeza ile 4.5 million unapata, that is 5 million clean sheet. That is 5 million. Sasa uchukue Nyanza, si unajua Nyanza wasea wamekuwa wakisupport, wameona vile Kalonzo amekuwa akiappreciate baba, vile Kalonzo amesupport baba. So majority have decided to follow the route of Babu Owino, na hata wasimpigie kura mingi.
umpigie milioni 1 tu kutoka Nyanza. Nyanza ukimpigia milioni 1 tu, hiyo ni milioni 6. That is 6 million bila kubahatisha. Twende upande wa costs. Upande wa costs, unajua Coastal Region kuna Wakamba wengi sana. Lakini tuseme ni Wakamba, tuseme hapa Kalonzo amepigiwa kura 1500 Coastal Region. Na upande wa Northeastern, ukiweka Northeastern na uweke Northeastern, useme tu wase umpigie tu kama kitu 500. Kwa 500 unapata hiyo ni 6.5. Ikiwa 6.5, Ruto amewin, juzi amewin na 7.1 million. Na Kalonzo hapa ile hesabu tunafanya roughly, tunapata anapata 6.5. na ujue Ruto amewin 7.1. Just a minute. Ruto aliwin 7.1 akiwa amepata kura ya Wakikuyu 4 million. Kwa hiyo inamaanisha Wakikuyu wakipigia, watu wa Central wakipigia Kalonzo 2.5, the other 1.5 hata wapigie huyo Ruto. So kwa 7.1 ukitoa 4 million unapata 3.1. Unapata 3.1. Upande wa Nyanza, juko upande wa Nyanza naweza ni kama Ruto ako na mfuto sana, weka tu hizo milioni 2. Unapata Ruto atakuja kupita akiwa na 6.1. Akiwa na 6.1, Kalonzo atakuwa na 6.5. That is just roughly estimate. Na atakuwa ameacha Ruto na like 400,000 votes. You see? Is that game of numbers? Akipiga tu mahesabu yake 50, anaweza win a very clean sheet. But the problem in Kenyan politics, people don't want to do what is right. The only person who can challenge William Ruto is His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. But you know what? They cannot accept him too. This coalition, they can start forming coalition, then afterward you see them separating. You see, that's now the big problem. But ikikuwa Ruto atakuwa kwa debe na Kalonzo Musyoka wakiwa wawili hivi, na hiyo mega coalition yenye kwa formation ikoze kusabaratika, Kalonzo atawin a clean sheet. Hiyo nayo ni sure bet. But let's wait and see. That's my thoughts. I stand to be corrected. I go by the name Ben Star. Ama ukipenda the political analyzer. Thank you for watching. If you're new here, remember to subscribe. I leave your comment there to share your thoughts. Thank you. Bye bye.